Hello guys, yes, kama kawaida tuko hapa kwa ajili ya kuweza kufundishana vitu na kuelekezana kama wafanyabiashara. So kazi yangu kubwa ni kukusaidia wewe mjasiriamali mdogo kama mimi kwa namna ya kuweza kupata wateja, lakini namna ya kuweza kurani biashara yako mtandaoni. So leo nitaenda kufundisha namna ya kuweza kufanya mauzo makubwa kupitia WhatsApp yako kama duka. Namna ya kuweza kutengeneza mauzo makubwa kupitia WhatsApp yako kama duka. Sasa namna ya kuongeza wateja wako ambao watanunua bidhaa kwenye WhatsApp status yako. Hiyo ndio njia ambayo naenda kuifundisha. Jinsi ya kupata watu. Sasa hapa nitafundisha njia, zipo njia nyingi, ila njia moja ambayo nitaenda kuifundisha ni njia ile ya kuweza kurani matangazo. Sasa hapa ndo kuna changamoto kubwa ya watu wengi, namna gani ya kuweza kurani matangazo, uweze kurusha tangazo, eza ni Facebook, Instagram, ili likuletee watu wengi. So kwa leo utaenda kujifunza namna ya kuweza kurani matangazo. So moja kwa moja nitaingia kwenye Facebook. Leo sitotumia ads. So leo nitakuonyesha simple way ya kutumia Facebook kurani matangazo. Ni sawa tu na mtu ambao anatumia ads manager. So features zinakuwa the same na mtu ambao anatumia ads manager. So ongozana na mimi tunapoenda kujifunza. Lakini kama ndo mara yako ya kwanza, kama ndo mara yako ya kwanza kuwa hapa, ndo mara yako ya kwanza kuweza kupita kwenye akaunti hii, kwenye chaneli hii ya YouTube, basi unaweza ukashare upendo hapo kwa kusubscribe, ili kila video ambayo nitakuwa nafundisha uweze kupata notification na kuendelea kujifunza zaidi. Lakini kama ulishawahi kupita na ulisahau maybe kusubscribe, unaweza ukasubscribe hapo au ukaweza kulike, ukashare, ukacomment, ili hizi nondo ziweze kuwafikia na wafanyabiashara wengine. It's free, kwa hiyo zitumie, zitakusaidia. So acha niendelee. Hii ni account yangu ya Facebook, bila shaka na wewe unayo profile account. So nitaingia kwenye page yangu ya ambao natumia kurani matangazo. Hii hapa ni page yangu. Yes. Hii ni page yangu ya kurani matangazo. Hii ni page. Sasa page yangu kidogo unaweza ukaingia kwako ikawa ni tofauti, isifanane, but page yangu mimi nimeishift kutoka kwenye account nyingine nikaileta kwenye account kwa sababu account ya mwanzo ilishafungiwa. Lakini page yangu ilikuwa bado nzima. So nikaihamisha kuingia kwenye account nyingine. Unaweza ukaona features zikawa ziko tofauti. Sasa kuna maeneo mawili hapa nataka tuyaone. Nataka tuone haya maeneo mawili hapa. Kuna haya maeneo mawili kwenye kurani matangazo. Kuna eneo la kwanza limeandikwa advertise, lakini eneo la pili limeandikwa post. Mara nyingi sana wengi huwa tunaangalia hili eneo la kuboost, ndio wengi tumeshazoea kuboost matangazo. Lakini kuna hili eneo hapa advertise au promote, ni moja la eneo ambalo linaleta matokeo mazuri zaidi kuliko kwenye kuboost, kulingana na namna ambavyo nimekuwa nikifanya. So utaangalia namna gani ambapo tunaenda kufanya kwenye hiyo page. Utabonyeza hiyo eneo, itafunguka namna hii. Itakuletea maeneo haya matatu. Eneo la kwanza ni hilo boost, eneo la pili ni kucreate, na eneo la tatu ni get with automated ads. So hapa unawaachia Facebook wenyewe waweze kufanya hilo jambo. Lakini kitu kingine ni boost. Hapa unaenda pale kwenye picha yako ambao umeweka tangazo lako, unakuta neno boost, unabonyeza, then unaseti, mambo yanaenda. Hiyo ni simple boost. Nitakuja ni somo lingine ambao nishaye kulifundisha, unaweza ukapita kwenye account yangu hii ukaona video zilizopita. Sehemu ambayo nataka kuiongelea zaidi ni hii ya create ad. So create ad ni sawa na mtu ambaye anatumia ads manager. So utakuja hii sehemu ya create ad. Utabonyeza hiyo sehemu ya create ad. Ikija sehemu ya create ad itakuonyesha hivyo. So achana na hiyo sehemu iliyoandikwa. Account yako itafunguka namna hii. Itafunguka namna hii account yako. Sasa vitu ambavyo nataka tuangalie ni hizi hapa features. Hizi
features hapa ambazo tunataka tuzione. Kuna hii ya get more website visitor, get more message, get more WhatsApp, get more calls, get more page like, lakini get more leads kama unatumia form then kupata leads. So hizo zote ni features ambazo zinapatikana kwenye ads manager, lakini una uwezo wa kuzipata kwenye page yako pia. Kwa hizi unaweza ukazipata kwenye ads manager na unaweza ukazipata kwenye page yako pia. So hizi ni features. Sasa sisi tunataka kuona namna gani ya kuweza kurani matangazo na kupata namba nyingi ambazo zinakuja kwenye WhatsApp. Then kwenye WhatsApp tutaenda kuangalia sasa namna gani ya kuweza kupromote matangazo ili kuweza kubadilisha wale watu wanaokutafuta kwenye WhatsApp waweze kuja kuwa wateja wako wa baadaye. Sasa kuna sehemu ambazo nitakuelekeza. Sehemu ya kwanza ni hii hapa. Sehemu ambayo unaweza ukaitumia kwa ajili ya kupata namba nyingi ni hiyo hapo. Lakini sehemu ya pili ni hii hapa. No. Sorry hapo. Sehemu ya kwanza ni hii ambayo italeta watu kwenye WhatsApp yako, na sehemu ya pili ni hii hapa ambayo italeta watu kwenye WhatsApp yako direct. Hizo ni sehemu ambazo zinakuletea watu direct kwenye WhatsApp yako. Sasa unafanyaje ili upate watu wengi? Nisikilize mpaka hatua kwa hatua. Tutaanza na hiyo sehemu ya kwanza, get more website visit. So get more website visit utaweka hapo. Ukishaweka hapo, sasa tayari umesha select sehemu hiyo. Ila hapa juu utabadilisha picha yako kulingana na tangazo. Itakuletea picha ambayo inatumika kwenye picha ambayo unaitumia kwenye account yako. Hii ni profile, ni cover photo ya kwenye page. Sasa unabadilisha tangazo lako, unaweka tangazo ambalo wewe umelitengeneza. So let's say tangazo langu ni hili, nataka ni run. Then nitaliselect hilo tangazo. Yes, kuna namna hapo utabadilisha picha yako hiyo, au kama umesha reposti unakuja hapa hii sehemu juu. Hii hapa sehemu. Sometimes zikana likakusumbua, unakuja hii sehemu use a post. Use a post. Kwa kama hutaki hiyo post, then unakuja kwenye posti zako ambazo tayari umesha zipost. Una select posti yenye tangazo. Unaangalia tangazo lako. Maybe ni hii hapa. Tayari tangazo langu hili hapa. Kwa hiyo baada ya hapo nitakuja sehemu chini hapa imeandikwa change save. Then utaweka hapo. Sasa tangazo langu limeshaonekana hivyo. Then nitakuja sasa, tayari nisha select goal yangu au object kwamba ni get more website visitor. Then hapa chini kuna sehemu, ukiangalia hapa kuna sehemu ya button ya kuweka button yako. Nimeandikwa contact us. So mimi naweza nikabadilisha, nikaweka button nyingine, labda button inakuja learn more. Let's nikaandika learn more. Lakini kuna hii sehemu hapa kama unaiona. Hii sehemu nataka uweke website link. Sasa website link ni nini? Ni link yako ya WhatsApp. Linki ya WhatsApp. So jinsi ya kutengeneza link ya WhatsApp, let me show you. Tutaingia Google. First tutaingia Google. Tutaingia kwenye Google yako. So kuna njia hizo, utaandika worm.link
unaweza uka create wall link, ukaja hiyo sehemu, then utakuja hii hapa sehemu amekuonesha hapa, hii hapa create free link, then utabonyeza hapo. Alafu kuna hii sehemu hapa, hapa utaandika namba yako ya simu. Hapa utaandika command statement, neno ambalo litakuwa linamguide mtu ambao anakuja kwenye WhatsApp yako. Unataka ajue moja kwa moja anaenda kufanya nini kwenye WhatsApp. So ukishafanya hivyo, utakuja hiyo sehemu, utaandika namba yako ya simu, let's say 71291. Yes, namba yangu ya simu hiyo hapo. Sasa naandika command statement. Command statement. Let's say tangazo langu nataka nimetangaza tangazo ambalo linahusu kujiunga na darasa. Kwa hiyo nitaambia anataka kujiunga na darasa lakini lazima ajitambulishe. Kwa hiyo nitamwekea guide. Nitamwekea guide lakini nitamwekea guide. Hizi ni command statement. Sasa hii ni mfano. Kwa hiyo na wewe unaweza ukatengeneza command za kwako, labda kulingana na bidhaa zako. Let's say unauza nguo, umeposti nguo zako. Let's say unataka tu mtu anunue moja kwa moja, unamwekea command zako hapo. Labda umeweka bei kabisa, nataka kulipia. Labda nguo zako zina category tofauti tofauti. A, labda umeweka package ya shilingi 10,000. Alafu B ukamwekea command package kulingana kitu ambacho unakiuza. Package shilingi 20,000. Then package yes, naweza ikawa hivyo. So nipo, then unamalizia hapa, nipo mkoa wa. Sasa hapo tayari umesha mtengeneza hiyo command. So kinachofuata ni kugenerate link. Unakuja hii sehemu hapa imeandikwa generate link. Utagusa hapo. Ukishagusa hapo, link yetu hii tayari imesha tengenezwa. Hii hapa link yetu ishatengenezwa. Then unakuja hapa chini kuna neno copy. Utabonyeza lile neno copy. Tayari utakuwa umesha ikopi ile link yako. Umesha ikopi. Kwa hiyo unaweza ukaipreview, ukaibonyeza ile link, ukaweza kupreview kuona inafanya kazi. Mtu akiibonyeza. So inaonekana hivi kwamba mtu akija kwenye WhatsApp yake itamletea namna hii kwamba nataka kulipia, then yeye atachagua package anayotaka, atafuta hapo. Labda nipo, atajaza hapo nipo mkoa wa Dar es Salaam. Nipo mkoa wa Dar es Salaam. Atakutumia ule ujumbe. Ataweza kusend ule ujumbe, utakufikia wewe. So link yetu iko vizuri. Baada ya hapo sasa turudi sasa pale sehemu ambayo tulikuwa tunafanya. So hii sehemu ya kuweka link, then utakuja kupaste ile link uliyotengeneza. So utakuja kupaste ile link uliyotengeneza. Tayari hapo link ya WhatsApp. Namba yako ile ya WhatsApp umeshaitengenezea link. Kwa mtu akigusa hiyo link itamleta WhatsApp, itamletea na yale maelekezo. Baada ya hapo sehemu ambayo ni muhimu zaidi ni hii hapa, sehemu
kuangalia wateja wako unaowataka. Hii sehemu inaitwa audience. Hii sehemu hapa inaitwa audience. Hii sehemu ya audience ni muhimu sana, kwa sababu audience ndio wateja wako walipo unaowatafuta. Mlengwa wako ni nani? Then utakuja kucreate au audience wako. Utacreate audience wako. So kama mimi hapa tayari nilikuwa nishawatengeneza. Utaedit kulingana na age, kulingana na biashara yako unayoifanya. Utaweka age kulingana na biashara yako. Let's say wewe unauza nguo, labda nguo za wanaume. Suruali zako unajua ni watu kuanzia size gani mpaka size ipi. Wewe unauza mawigi, manake target yako ni wanawake wanaovaa mawigi, unajua age gani mpaka age gani. Unauza bidhaa za usafi, wanaopendelea usafi ni wakina nani. Lemese ni wanawake umri gani, ambao wako kwenye ndoa, wako kwenye familia. Then unajua age ya hao watu. Hiyo ndio target yako. Soko lako, hakikisha una soko la watu ambao unawatarget. Unauza bidhaa za labda za kupunguza kitambi kwa wanawake waliojifungua. Kwa hiyo unajua age ya watu waliojifungua ni kuanzia age ya miaka mingapi mpaka miaka mingapi. Wanaume wenye upungufu wa nguvu za kiume. Soko lako wewe ni kwa nani? Vijana, wazee au wakina nani? Lazima ujue soko lako lilipo. So then ukishafanya hivyo sasa, una select kama ni all au women au nini, una select hapo. Lakini kuna sehemu nyingine ni location. Sasa hapa kwenye location, hii ni sehemu muhimu sana. Location. So location una uwezo wa kulani tangazo hata eneo dogo. Nikisema unauza nguo, let's say unauza nguo, upo unataka kuwauzia watu wa Mwananyamala tu peke yake. Then uta search. Say Dar es Salaam. Dar es Salaam. Sawa? Kwa ukishaweka Dar es Salaam, manake watu watakao kuona ni watu ambao wapo Dar es Salaam. Hiyo ni region. Lakini unaweza ukaweka hizo address. Sasa kwenye ramani yako unataka location ipi watu wa Dar es Salaam ambao wanakuona wewe. Unaangalia sasa kwenye hiyo ramani yako umetarget watu katika eneo lipi ambalo wanataka waone. Kwa size ya watu, eneo la watu. Maybe yuko Dar es Salaam lakini hutaki Dar nzima. Unataka tuka eneo kadogo kada. Kwa watakuletea ramani. So kwenye simu zingine inaonyesha vizuri hiyo ramani. Naona hapa mtandao mimi unanisumbua. Sinete eneo la Tanzania. Address Dar es Salaam. Dar es Salaam Tanzania. So hiyo hapo Dar es Salaam Tanzania. Sasa sitaki Dar nzima. Nataka kaeneo kada. Watakuonyesha hapa kaeneo ka Dar es Salaam. Hapa ni nia Dar es Salaam. Sasa sitaki nia Dar es Salaam. Nataka Dar es Salaam yenyewe. Yes, kwa kama hapo wananionyesha Kibaha, Bagamoyo.
Ilala ni Dar es Salaam. So Temeke, sawa, maeneo ya Temeke na maeneo jirani na Temeke. Let's say tangazo letu sisi tumetarget hapo. Kwa tangazo letu tumetarget hapo. Lakini sehemu nyingine ni hii hapa, ni muhimu sana kwenye tangazo lako. Sehemu nyingine muhimu sana ni hii, inaitwa character. Lazima ujue watu wako wanapenda vitu gani. Interest za hao watu unaowataka ni watu ambao wana sifa zipi. So hapa ni muhimu sana pia napo kuseti interest za watu. Kwa ukitaka watu tu ambao wako Tanzania, unaweza ukasuggest hapo watu wanaopenda mpira, michezo, labda sports, unauza nguo za michezo, utaweka hapo labda exercise, utaweka labda ni physical fitness, watu ambao wanapenda weight training, unauza vitu vya ambavyo vinahusiana na weight, au unauza bidhaa zinazohusiana na masuala ya mazoezi. So hao watu bodybuilding, utaweka hizo specific kwa hao watu ambao wanapenda hivyo vitu. Watu wanapenda kukimbia, kwa tayari hizo ni character za hao watu. Lakini zingine unaweza ukasearch hapa. Unaweza ukasearch. Ukaangalia labda kwenye business industry, family, kuna fitness and wellness, kuna food and unaweza ukasearch hivyo vitu vingine au ukaandika kabisa hapo. Kuna geographical interest na behavior. Let's say mimi nataka tuone hapa kitu kimoja hivi. Watu wanaomfuatilia Diamond naona kwenye interest. Diamond Platinum. Yes, Diamond Platinum. Diamond Platinum huyu hapa. Watu wengine, wasanii wengine utawatafuta utawapata. Lakini Diamond ni watu wengi wanamfuatilia. So anaweza akawa ni sehemu ya interest. Kwa mtu yoyote ambao ataengage na tangazo na post yoyote ya Diamond, ana uwezo wa kupelekewa tangazo langu. Kwa hiyo ni njia pia nyingine ya kuweza kupata hao interest. Yes, so ukishafanya hivyo una save. Then audience yako umesha target location, kama unataka Tanzania, unataka wapi, umeshaweka nani yako, una save hiyo audience yako. Yes, audience yangu ni hii hapa. Then sehemu inayofuatia ni budget. Sehemu inayofuata ni budget. Sehemu inayofuata ni budget. Sasa kwenye budget huwa na pendekeza sana at least budget yako ianzie $5. At least budget yako ianzie $5 kwa siku. Budget yako $5, lakini pia unaweza uka seti budget yako hapo kadri unavyotaka. Labda ukaweka $20 kwa siku, labda $13 au $15 au $4 au $7, $10. Kwa unaweza ukaseti wewe mwenyewe dola yako unaotaka. Lakini pia tangazo lako litani kwa siku gani, kwa siku ngapi. Kwa kulani kwa siku ngapi unakuja kuseti kwenye hii tarehe. Kwa start naanza hiyo tarehe, kwa siku ngapi unakuja kuedit hapa. Unakuja kuedit hapa siku ngapi tangazo lako liende kwa $5 kwa siku, lakini kwa siku ngapi? Labda unataka liende kwa siku 30, mwezi mzima. Kwa bajeti yako itakusomea kwa mwezi mzima. Ukirani tangazo kwa $10 kwa siku, maana yake kwa mwezi mzima utakuwa umetumia $300. Kwa utaangalia $300 hizi hapa chini, wanakuja kukuonyesha total ya bajeti yako kwa mwezi $300. Kwa tangazo lako $300. Hakikisha hiyo hela unayo.
Lakini kipengele kingine ni sehemu ya placement. Hapa nako kipengele ambacho kinapoteza pesa nyingi za watu. Tangazo linaendaenda tu ovyo, halina utaratibu wote. Kwa hiyo placement nayo ni sehemu muhimu. Unataka tangazo lako lionekane wapi? Lionekane Facebook na Instagram. Kwa kama nataka Facebook na Instagram, isipokuwa mimi napendekeza sana tangazo lako lionekane Facebook. Kama unarani matangazo Facebook, kuna watu wengi na kuna pesa nyingi sana ukicompare na Instagram. So unaweza ukarani tangazo lako likaonekana sehemu zote mbili, Facebook na Instagram. So I hope hapo utakuwa umeenjoy kwa hiyo sehemu ya kwanza. Then account yangu mimi iko restricted kwa sababu nadaiwa. Hapa chini itakuletea promote now. Kuna sehemu hapa imeandikwa promote now. So hiyo sehemu hapa imeandikwa promote now. Itakuwa ni maandishi ya blue, then utatap hapo promote now. Tangazo lako tayari litakuwa limeanza kurani. Litaanza kurani. Hiyo ni njia nilikuwa nakuonyesha namna ya kutumia link. Ila njia ya pili ya kupata watu wengi wamiminike kwenye WhatsApp yako ni hii sehemu hapa. Hii sehemu ya get more message on WhatsApp. Sasa hii inatumika kwa wale tu ambao wanatumia WhatsApp business. Wale tu ambao wanatumia WhatsApp business. Manake utaconnect hii Facebook yako na WhatsApp business. Utaconnect na WhatsApp business. Mimi sija connect na WhatsApp business. So natumia sana link kwenye website. So wewe unaweza ukaconnect na WhatsApp business. Unaweza ukaweka namba yako ya WhatsApp business hapa. Namba yako ya WhatsApp business hapa. Kuna some errors, nisha connect sehemu. So wewe unaweza ukaconnect hapo ikakuletea WhatsApp business yako direct. Then watu utaseti huko kwingine, utaseti kama kawaida interest yako, budget yako na vitu vingine utafanya kama kawaida na budget. Utarani tangazo lako. Hilo tangazo watu watakuwa wanakuja direct kwenye WhatsApp. Direct kwenye WhatsApp. Lakini hapa kitu kikubwa ambacho nataka kujua ni kwamba wakisha kuja kwenye WhatsApp ni nini ambacho wanatakiwa kufanya. Wamesha kuja kwenye WhatsApp. Kama unataka uuze, kwa sababu soko lako kubwa halipo tu kwenye mtu kuja. Soko lipo mtu anapofuatilia status zako. So tunaongeza namba ya status viewers. Status viewers. So nataka nikuonyeshe akisha kuja WhatsApp unafanyaje. Akisha kuja WhatsApp unafanyaje. Naweza tukaona hapa kwanza WhatsApp yangu. Kwa WhatsApp status mauzo tunafanya kwenye status. So unaweza ukaona hapa nimeweka saa 3. Viewers waisha view 100 na ngapi saa 3, lakini viewers sasa hivi ni saa 5, ndani ya masaa mawili tu wameshafika 100. So ni soko kubwa. Watu 100 wameshaona, kama ni biashara basi wameshaona wengi sana. Kwa mimi viewers wanafika mpaka 1000 masaa 24. Wanafika 1000 na kuendelea. So mtu akishakuja ameshakuja, sasa nataka nikuonyeshe hapa kitu. Namna ya kumfanya wewe mtu wa save. Lazima uwe na kitu cha bure cha kumpatia. Lazima uwe na kitu cha bure cha kumpatia. So nataka nikuonyeshe hawa watu ambao wamekuja. Watu walikuja na link yangu kama hii. Ile link ambayo tumetengeneza, akaja hapo, akaja miaka 40 niko Zanzibar. Then ujumbe wangu ambao ulifuata kumtumia ni huu hapa. Kwa sababu nataka save namba yangu. So nikamtumia ujumbe, hongera kwa kufika hapa ili kupata link ya kujiunga na darasa bure. Nilikuwa nimetangaza darasa bure, ni chambo changu ilikuwa ni darasa bure. Hiyo ndio ilikuwa chambo. Kwa sababu hawa watu hawanijui, hawanifahamu. Lazima niwape kitu cha bure kwanza chenye thamani. Then baada ya hapo sasa ndio tuje tufanye biashara. So amekuja hapo, nimemwambia kwamba save namba yangu kwa jina langu hilo hapo.
kisha screenshot kuonyesha kwamba umenisave. Kusisitiza kwamba aonyeshe kwamba umenisave, a screenshot. Kisha nitakutumia link ya kujiunga na darasa. Kisha nitakutumia na link ya kujiunga na darasa bure. Then aka screenshot akanitumia, ameshanisave. Ameshanisave tayari kama unavyoona hapo. Ameshanisave, then na mimi nikamtumia link ya kujiunga na darasa. Tayari ameshanisave, nimeshamsave. Kwa hiyo ataanza kunifuatilia kwenye status zangu. Ataanza kuona. So I hope kwamba umeshaelewa mpaka hapo. So hivyo ndo ninavyofanya. Watu wengi hizi tangazo ni rani. Kwa watu wengi sana wakija wanafanya design hiyo. Watu wanakusave, then unawapa offer ya bure. Ukishawapa offer ya bure au kitu chochote cha bure cha kuwafundisha, then wana save namba yako. Wataanza kukufuatilia status. Wataanza kufuatilia status, watauliza maswali mengi kwenye status. Nataka nikuonyeshe hapa kitu. Kuna mtu asubuhi hapa, asubuhi ya leo. Yes, kama huyu hapa ameview status, ameona status tayari, amesha comment. Kama ni biashara ameipenda bidhaa, ataomba aweze kuuziwa. Yes, kama huyu hapa asubuhi kaona status, ameshalipia mwanzo, lakini akaambia kwa hiyo hii pia itakuwepo kwenye package yangu, ananiuliza. Lakini huku aliona package hii hapa. Status zangu, hii ni status. Ameona kwenye status. Ameona kwenye status. Ofisi iko wapi? Akaniuliza ofisi iko wapi? Status nikamwambia. Then siku nyingine akaja kuona status nyingine. Hapo nimemwambia ofisi, akaja kuona nimeweka status nyingine tena. Nimeweka status nyingine, akaona kwenye hizi package ni vyema ungeweza weka wazi bei. Akanionyesha bei. Nikampigia simu, nikamuelewesha kuhusiana na namna ambavyo nimeweka, kwa nini sijaweka bei pale na sijaweka product. Nikamuelewesha, akanielewa. Then siku iliyofuatia akawa tayari ameshafanya malipo. Siku inayofuatia akawa ameshafanya malipo. Hiyo message hapo kwamba niweke kwenye orodha shilingi, ila zingatia tu nilichokuambia changamoto yangu. So kaja ikapata namba ya malipo, then akaja akadeposit pesa. Nimeshakutumia hiyo pesa. Ameshalipia namba yake hiyo tayari. Kwa hiyo namna ambavyo unaweza ukafanya mauzo kwa kupitia WhatsApp yako. Kwa hiyo unaanzia process kwanza ya kurani tangazo. Ukisha rani tangazo kule Facebook, umeweka matangazo yako, then aidha umeweka link au umeconnect na Facebook direct. Kumbuka mtu huyu anakuwa bado hajasave namba. Lazima umpe chambo cha bure ambacho kitamfanya asave namba. I hope kwamba utakuwa umeenjoy hii video, na kama hujasubscribe basi unaweza ukacomment hapo kwenye kakengele, ukabonyeza neno subscribe, then ukaweza kuwa unapata notification kwenye hizi video. So somo linalofuata nitakuelekeza sasa kwa undani zaidi namna gani, njia nyingine ambao bila kutumia pesa kupata watu wengi. I hope kwamba umeenjoy. Kama umeenjoy, namba zangu za simu ziko hapo. Kama kutakuwepo na maswali, unaweza ukanicontact. Angalia kwenye description hapo, utaona namba yangu ya simu. Ni check WhatsApp, nitumie ujumbe kwenye WhatsApp, au unaweza ukanipigia kwa ajili ya kujifunza zaidi. Karibu sana. Majina yangu naitwa Joshua. Mimi nawasaidia wajasilimali kama wewe namna gani ya kuweza kutengeneza wateja wengi kwa kupitia mitandao ya kijamii, Instagram na Facebook. So mimi nimejikita sana kwenye Facebook. Soko kubwa lipo Facebook guys. So kama umeenjoy hii video, subscribe, share na wenzako. Bonyeza sehemu ya kushare, copy link, watumie na wenzako, wafanyabiashara wenzako wajifunze namna gani ya kuweza kurani matangazo.